Naomba nikuulize swali, wewe mwenye tatizo la kisukari. Hivi unapokuwa na hili tatizo halafu ukawa unakumbana na changamoto nyingi za ugonjwa kama macho kusumbua, uone hafifu, ganzi kali, kukojoa, tendo la ndoa shida, mwili unapata maumivu makali, presha kali, unaambiwa figo zinaanza kuwa na shida, yaani changamoto chungu mzima za ugonjwa wa kisukari. Nini unapaswa kukifanya unapokuwa unakumbana na changamoto nyingi? Je, utafute dawa kwa kila changamoto ambayo inakukosesha raha, inakusumbua sana, ama uanze kuaddress ugonjwa moja kwa moja kwenda kwenye chanzo? Kwa sababu unakutana na mgonjwa wa kisukari na ganzi kali, mwili unamuuma, pressure nayo imeingia, anapata matatizo ya macho, anapata matatizo ya miguu kuchoma, anapata matatizo ya tendo la ndoa, anapata kero za mwili kuishiwa nguvu, kuchoka sana, njaa za mara kwa mara, au anakuwa na changamoto kali za gesi na kiungulia. Sasa mtu kama huyu anaweza akaingia kwenye mtego wa kutafuta kidonge ama mzizi kwa kila tatizo. Na kuna watu kweli hata ukiongea naye anakuambia nimerundikiwa madawa mengi kwa sababu nahitaji kushughulika na shida, nimeambiwa na uric acid na shida ya mmeng'enyo wa chakula, ganzi zinanisumbua. Kwa hiyo ana dawa kwa kila tatizo, anatafuta dawa kwa kila tatizo. Naomba nikupe ushauri mzuri ambao wengi umewasaidia sana, hasa wale ambao wanafanyia kazi haya ambayo nimekuwa nikifundisha. Unapokuwa nyumba yako imewaka moto, njia ya kwanza ni kuuzima moto kwenye hiyo nyumba kabla ya kwenda kuzima moto kwenye kile ambacho usingependa kiungue. Inawezekana kwenda kuiwahi TV, kwenda kuwahi nini. Kama utaendelea kuacha moto wake, unaweza kuuzima moto pale, lakini baadaye moto ukarudi pale ukawasha zaidi, au ukahitaji kutumia energy kubwa kuzima moto kwenye kifaa kimoja, kumbe ungezima moto jengo zima, basi kile kingeweza kupona chenyewe, pengine kisingepata athari zaidi. I don't know kama ina make point, lakini ninachokimaanisha, labda mfano mwingine rahisi ni kwamba tuashumu unafuga samaki wanaanza kuugua, wanaugua ovyo, kila samaki anahitaji matibabu, lakini ukaja kugundua shida ni bwawa lenye maambukizi. Samaki wengi wataanza kupona, na wengine ambao wameathiriwa sana watahitaji dozi ndogo sana za dawa kuweza kupona tatizo ambalo limewapata. Ina maana njia rahisi ni kuzima moto. Vifaa vingi vitapona au vitahitaji service ndogo sana kuliko ungefocus kuzima moto kwa kila kifaa. Kingine kinaweza kikaathiriwa zaidi, au uwezo wa kupona ukawa ni mdogo kwa sababu vipo ndani ya jengo ambalo lipo kwenye inflammation kali, lipo kwenye kuwaka moto. Kama ni samaki wapo kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, kwa hiyo hata kupona kwao inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa mgonjwa wa kisukari, my friend, it is okay unahangaika. Unajua ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao unakuruhusu kufanya kazi zako vizuri, unakuruhusu uendelee na maisha yako. Ndio maana wengi wanapata madhara makubwa, kwa sababu sio ugonjwa unaomweka ndani mpaka zile hatua za mwisho, zile hatua mbaya, ndio ugonjwa unaweza kuona ni kitu serious. Lakini hatua za mwanzo, unajua mimi wanapaga na sukari, au mwingine anamaliza miezi mitatu hajafuatilia, kwa hiyo anakuwa hana ile changamoto sana. Sasa kuna kipindi changamoto za kisukari zinaanza kukutana ni moja baada ya nyingine. Hizo ndio huwa zinawakera wagonjwa wa kisukari, na wengi wanaotafuta suluhisho sio tu kwa sababu sukari inapanda na kushuka, wachache tena. Wengi ambao sukari inapanda na kushuka tu hawana changamoto nyingi, huwa wana namna fulani ya kutokuwa responsible kwa sababu haoni madhara. Kwa hiyo sukari yangu pamoja na kupanda, mimi atasipata kiganzi. Sasa nataka nizungumze na wale ambao kusema na kweli kila siku mwili wako haulali, ni unawaka moto, ni ganzi kali. Sasa nyumbani hamuelewani kwa sababu hautoi huduma ya ndani, kwa sababu sukari imekuathiri sana. Ganzi ni kali kiasi kwamba hata ukichoma mwiba hausikii maumivu. Unaanza kuona shida ya macho kali,
unaanza kuona mawingu tu, mtu hamtambui mpaka asogee kabisa. Sasa zile changamoto ndio zinaanza kukulazimisha kutafuta dawa. Usiingie kwenye huo mtego. Njia nzuri ni kuuzima moto. Ukifanya hiyo formula, changamoto nyingi zitaondoka bila kuhitaji dawa. Baadhi zitahitaji dawa, lakini dozi ndogo kuliko kama ambavyo ungehitaji dawa. Mimi na watu ambao walivyokuja walinielezea changamoto nyingi, mpaka sasa unashindwa, unaanza kumhurumia. Atakwambia ganzi huyo, kuchoma choma, tumbo linamsumbua, gesi, anapata shida ya macho, anapata maumivu makali, anaishiwa nguvu, changamoto chungu mzima. Anakwambia naomba sasa nitapata dawa ya hiki na hiki na hiki. Naambia naomba usijistress tena, sikupi dawa yoyote. Tuanze kwanza na program ya lishe, tuanze na lifestyle change. Halafu baada ya wiki mbili huyo anashangaa ganzi kwao, maumivu ya mwili yameisha, nguvu zimerudi. Sasa anaanza kuspot zile changamoto ambazo ni sugu. Sasa anasema naweza nikapata product kwenye upande wa macho, naweza nikapata product kwa ajili ya kuimarisha manhood yangu, nguvu za kiume ziweze kurudi vizuri. Au kama ana nafasi, namwambia okay, unaweza kaanza na vyote kwa wakati mmoja, ili kuharakisha mwili kutokomea hizo changamoto. Pata na virutubisho ambavyo vinaenda kusaidia uharibifu ambao umetokea katika eneo fulani, au chukua ambao ni general anti-inflammatory ambazo zinaenda kusaidia ukarabati wa mishipa ya damu, nerves, ili changamoto nyingi zianze kuondoka, huku ukitekeleza hiyo program ya lishe. Lakini yote kwa yote, usiwinde kadawa kwa kila tatizo. Kwanza utapoteza pesa nyingi, mwili wako utautoxin kwa vitu mengi ambayo inahitaji pia uwe na afya njema kuweza kufanya kazi. Lakini pia unakuwa haushughulikii chanzo. Unaposhughulika na chanzo, hata haya matatizo mengine huwa yanaondoka wenyewe, kwa sababu umerudi kwenye mzizi wa tatizo. Viwango vya juu vya sukari vimesababishwa na upinzani wa insulin. Sasa upinzani wa insulin ndio ugonjwa. Viwango vya juu ni matokeo ambayo na yenyewe yasiposhughulikiwa ndio yanaua hizo figo, ndio yanaua hayo macho, ndio yanaua hizo nguvu za kiume, ndio yanasababisha pressure kali, ndio inaweza kusababisha stroke, ndio inaweza kusababisha ukakosa hamu ya tendo la ndoa, inaweza kusababisha uharibifu wa viungo, kwa unapata matatizo makali, maumivu makali ya migongo, kiuno, magoti, joints zinauma. Zile athari inaweza kapelekea ukapata matatizo makubwa ya uharibifu, pengine magonjwa ya moyo na changamoto chungu mzima. Pamoja na kutafuta msaada katika kila changamoto inayokukera, inayokunyima usingizi, usisahau kurudi kwenye mzizi wa tatizo. Na inatakiwa uanzie kwenye mzizi wa tatizo, kwa sababu unapouzima moto, vitu vingine unakuta haviathiriwi, au unakuta vilikuwa vinapata athari kwa sababu tu ya kuwa katika mazingira ya kuwaka moto, mazingira ya maambukizi. Lakini ukishatoa maambukizi kwenye bwawa, ukishazima moto kwenye nyumba, basi unakuta vinarudi kuwa safe kabisa. Huo ndio ushauri wangu kwako wewe mgonjwa wa kisukari, na nina shuhuda za watu wengi sana. Wengi walikuja kiasi kwamba kama tungetaka tutafute product kwa kila tatizo, angehitaji dawa nyingi na gharama nyingi sana. Lakini ukianza kumbadilishia na ukamwambia punguza munkari, twende katika spidi nzuri, baada ya muda anakuambia I don't know nikupe kitu gani. Yani sasa hivi nashangaa, ndani ya mwezi mzima mbona sina taganzi tena, mbona nguvu za kiume zimeanza kurudi, mbona matatizo ya macho yameondoka, mbona sasa hivi nina nguvu. Ni kwa sababu gani? Umerudi kwenye chanzo cha tatizo. Sio kwamba usitumie dawa, dawa ni muhimu, na unaweza kutafuta zile zenye kuendana na tatizo lako, hasa hizi ambazo ni asilia na zimekaa katika mfumo wa mimea tiba pamoja na vyakula, tunasema ni food au herbal supplements. Zinalisha mwili, wakati wao zinautibu mwili. Ni vizuri ukazitumia kama nafasi yako inakuruhusu, lakini primary rudi kwenye lifestyle change, kwa sababu unakuwa na address kwenye chanzo. Naamini umejifunza, naamini utafanyia kazi. Ni mimi Sam Nature. Kama una shida ya ugonjwa wa kisukari, unahitaji msaada wa kutokomeza ile tatizo, comment neno program au chukua namba kwenye bio, tuwasiliane ili uweze kupata program ya kuondoka na huu ugonjwa, na utapata usimamizi wangu wa karibu mpaka utakapofikia malengo ya kuagana kabisa na ugonjwa wa kisukari. Karibu sana, turudi kwenye Nature.